Sasa Eli alipomtazama akasema, kwani umelewa? Umekunywa divai? Akamwambia, mimi nina huzuni moyoni mwangu. Kumaanisha huyu mwanamke hakukuwa nakuja tu Shilo. Kuna kitu alikuwa nayo ndani yake ambaye ni aibu. Alikaa nayo akikuja Shilo, mwaka ikiendelea, every year alikuwa nakuja nayo Shilo. Na alikuwa nakuja na kitu moja, alikuwa amebeba aibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapoendelea kusoma tunakuta kwamba Mungu alimbariki na mtoto Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo Mungu alimbariki, Penina alibaki kama yeye ndiye alibaki sasa na aibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mazoea yake ilikuwa yeye hana aibu, lakini alibaki yeye ndio ako na aibu. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, Mungu anaweza badilisha aibu ikuwe success. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni kiwango gani unakuja, mara ngapi unakuja mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ule mwanamke alikuwa anakuja, zile machozi zake zilikuwa zinahesabiwa. Tunaambiwa Shilo akienda alikuwa na machozi na alikuwa na moyo uchungu kabisa, huzuni kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ile mtu akuwe na huzuni hivyo ya kulia kila wakati Shilo, inamaanisha huyo mtu alifika mwisho. Hakukuwa na matumaini mbele, alikuwa na matumaini ambaye alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza badilisha shame to success. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kama Penina, baada ya Hana kupata mtoto Samueli, sasa yeye ndiye alibaki na aibu. Alishindwa aseme nini, kwa sababu mahali ambapo alikuwa anaongelelea kitu ambaye aliishi kuzungumza, kitu ambaye aliishi kuchokoza nayo Hana, hangeweza kumchokoza nayo tena. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, Mungu ana uwezo wa kubadilisha mtu. Kama mwanamke aliyefungwa tumbo akaweza kuzaa, basi hakuna kitu ambayo inaweza shinda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu langu na jukumu lako kuangalia kila wakati ni nini hizo aibu ambazo tunakuja nazo mbele za Mungu akaweze kututengeneza ili tukaweze kupata success. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niende kwa haraka sana juu naona nimebaki na dakika sita. How to come out of shame. How to come out of shame through sacrifice. Through sacrifice. Tunaona hapo kwamba Hana alikuwa anaenda Shilo, lakini hakukuwa anaenda mkono bure. Alikuwa anaenda na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Through sacrifice. Number 2, involving our leaders, e.g. bishop, pastor, in our sacrifices. Involving our leaders. Ukienda kutoa dhabihu lazima uinvolve pastor wako. Juu tunaona hapa Hana walikuwa na involve Eli. Tunaambiwa alikuwa na kuhani wake hapo ndani ya Shilo. Number 3, loving God. Hana alikuwa na demonstrate loving God by going to church. Binye alikuwa naenda Shilo yearly. Number 4, crying to God. Hiyo pia tumeona hapo kwa Hana akililia Mungu, akiambia Mungu amkumbuke kutokana na hiyo aibu yake. Number 5, putting a vow with God. Putting a vow with God. Number 5, putting a vow with God. Bwana Yesu asifiwe. Hii story ya Hana ni story ambayo tumeijua sana.
lakini ni story ambayo inapatia mtu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kunaye Mungu anaweza badilisha mtu. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukutoa kwa aibu na kupeleke mahali pa successful. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inalingana ni nini ambacho utafanya mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe.